Nilikuwa naenda namfanyia masaji, siku nyingine ananiongezea. Siku nyingine kwa maana kwamba alikuja kurudi tena. Ndio, na kila akirudi alikuwa anahitaji mimi ndo nimfanyie masaji. Umfanyie masaji. Na ile siku ya kwanza unamfanyia, wenzio baada ya kutoka hawakukuuliza au kuwasimulia wenzio kilichotokea? Niliwasimulia, ila walishatu kucheka na kunona kama ni watu tofauti na wao. Sasa ikawaje sasa baada ya hapo? Jitahidi kidogo uongeze sauti. Ikawaje sasa baada ya hapo kwamba amekuja, umemfanyia masaji, umeona ni mtu wa tofauti, nini ambacho kilifanyika? Niliendelea kusubiri wenda ipo siku hata angenitafuta. Lakini ndo ilifikia sehemu alikuwa ananipigia simu nienda kumfanyia masaji kwake. Nilikuwa naenda lakini hakuna cha tofauti kilichobadilika. Hajawahi nitaka kimwone hata siku moja. Yaani kwamba baada ya pale ukawa unatoka sasa unaenda mpaka anakupigia simu kwamba mliweka ukaribu wa kwamba anakupigia simu unaenda mpaka nyumbani kwake. Ndio. Labda nyumbani kwake alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anaishi peke yake, alikuwa anaishi mazingira gani? Kwamba alikuwa anaishi peke yake au alikuwa anaishi na watu wengine ambao alikuwa anakaa nao? Ndio, alikuwa anaishi na wafanyakazi wake wa kiume. Ndio, ila mke alikuwa hana wala mpenzi sijaimuona. Hujawahi kumuona? Ikawaje kuwaje sasa hapa? Nilikuwa naenda namfanyia masaji, ananilipa naondoka, ila kwa mimi nilivyoona mpaka kanikaribisha mpaka kwake, nikahisi kama ameshaanza kuvutiwa na mimi, lakini ilikuwa hapana. Haikuwa hivyo. Kwa hiyo ukaona kabisa huyu mtu amevutiwa na wewe kwamba anataka, yani, lakini hajawahi kukutamkia kwamba labda anakupenda au? Ndio, hajawahi. Kwa hiyo kuwaje sasa mpaka mkaja kuwa mnaishi pamoja? Kwa sababu umetuambia kwamba ulikuwa unaishi naye na watu walikuwa wanakuona kama ni mke wake, lakini kulikuwa hakuna chochote kinachofanyika. Sasa kuwaje mpaka ukawa mnaishi pamoja? Yaani kuna siku akaniita akaniambia na maongezi na mimi, tumekaa. Yaani alikuita sio kikazi tena? Aliniambia tu ana maongezi na mimi. Nikaenda kuitikia wito. Hiyo siku tukaa tumekula. Tumekaa ndo akaanza kuniambia anataka aishi na mimi ili kulinda heshima yake, nimlindie mali zake. Kiukweli kwa mimi kwa kuwa nilivutiwa na pesa zake, jinsi anavyoishi, yani mazingira yake, ikabidi nikubali. Ndio. Kwamba sasa alisema umlindie heshima kivipi hapo? Kwamba umlindie heshima awe kama mume au wewe uwe awe kama mume wako, au umlindie heshima kivipi? Umzalie watoto, umlindie heshima kwa maana ipi? Hapana, yani kwa watu wa nje ionekane kama mimi mkewe. Lakini kwa ndani haikuwa hivyo, kwa sababu sijai hata pata tendo la ndoa kwake. Na wewe ulikuwa unahitaji au pia wewe ulikuwa hauhitaji yani hauhitaji mfanye hivyo, au wewe ndio ulikuwa unakataa msifanye? Hapana, nilikuwa nahitaji kwa sababu nahitaji mimi pia, nahitaji familia. Ndio. Kwa hiyo ulikuwa ukimuomba kushiriki tendo la ndoa, alikuwa anasemaje? Kwa upande wake haikuwa sawa, kwa hakuwa tayari. Hakuwa tayari. Yeye anakuambiaje? Kama yani ukimwambia bana mimi nahitaji tendo la ndoa, alikuwa anakuambiaje? Yani kwake yeye anasema sio sawa. Yani hayupo sawa au inakuwaje? Hahitaji yani. Hahitaji. Mtazamaji, ni mambo mazito hivi. Imagine mrembo kama huyu anakuhitaji, anahitaji kuwa na wewe alafu unasema kwamba hauhitaji. Ni kitu ambacho kinafikirisha sana, ni vitu ambavyo vinafikirisha.
Kwa hiyo wewe hiyo hali ulikuwa unaichukuliaje? Hali unamwomba tendo la ndoa lakini hataki. Kiukweli nilikuwa najisikia vibaya sana. Nikaona kama sijakamilika au sipo kama wanawake wengine. Ila ilifikia muda ikabidi ni move on. Move on. Niachane na pesa, mali zake, kila kitu, nirudi kwenye umaskini wangu. Kwenye kipato changu kile kile cha zamani. Kwa hiyo unataka utuambie na kutuaminisha hapa Watanzania tunaokufuatilia kwamba uliachana na mume wako kwa sababu tu unakosa huduma ya tendo la ndoa? Ndiyo, amani ya moyo ndio kila kitu kuliko pesa. Kuliko pesa. Kwa hiyo wewe unaamini kwamba unaamini upo sahihi? Kwa upande wangu naona nipo sahihi. Huwezi kuishi na mtu ukawa huna imani. Yaani amani ndio kila kitu kiufupi. Kwa hiyo wewe unahisi amani kwako ilikuwa kwenye tu tendo la kwamba angekuwa mnashiriki tendo la ndoa ungekuwa unapata amani? Ndiyo, hakuna mtu ambaye hapendi familia. Yaani huwezi kuwa unaishi na mtu afu ufanye naye chochote. Hivi katika marafiki zako ambao upo nao, unakaa nao, unapiga stori, ukiwaambia mkasa huu kwamba wewe umeamua kuacha pesa, umeamua kuacha kila kitu kwa sababu mume wako hataki mshiriki tendo la ndoa, wao wanakuchukuliaje au wao wanasemaje? Kila mtu na maneno yake. Wengine wanacheka, wananiambia mimi ni mpumbavu, pesa ndo kila kitu. Wengine wananiambia amani ya moyo ndo kila kitu. Kwa hiyo kila mtu na maneno yake. Huwezi kumzoea binadamu kumeni. Yaani unataka uniambie kwa sababu umetuambia kwamba ni miaka mitatu, ina maana kwa miaka mitatu hata siku moja hajawahi kutaka kulala na wewe? Hajawahi kabisa. Mtazamaji wangu, nakuomba ukomenti hapo useme binti amefanya uamuzi ulio sahihi kuachana na mume wake ambaye kwa miaka mitatu hawajawahi kushiriki tendo la ndoa, akaamua kuondoka, lakini mume huyo alikuwa na kila kitu. Sasa rafiki zako wanakushauri, wanakuambia kwamba, wengine wanakuambia urudi, wengine wanakuambia hivyo. Wewe unahisi hakuna siku utakuja kujutia uamuzi wako? Hapana, siwezi kujutia. Kwani wewe labda sasa hivi umesema kama sasa hivi una mpenzi, si ndio? Huyo mpenzi wako ana hela kama huyo ambaye alikuwa tuseme ni mume wa bandia wa zamani ambaye umeachana naye, alikuwa ana hela kama huyo? Hapana, hana hela, ila kipato chake hicho nalizika. Unalizika? Ndio. Kwa hiyo unataka useme kwamba wewe furaha yako ni kwamba ni kushiriki tu, kwamba hata kama kushiriki tu tendo la ndoa, hata kama mume hana pesa sawa? Yaani amani ya moyo ndo kila kitu. Yaani hata kama mwanaume ana pesa, yani amani ndo kila kitu. Wewe amani ya moyo wako ipo huko. Hivi hujawahi kufikiria wakati upo kwa mume wako hataki ushiriki, kwamba ukawa labda na mchepuko tu, kwamba yeye pale ukawa unalala tu? Hujawahi kwa kipindi chote, hujawahi kufikiria kuwa na mchepuko? Hapana, kwa sababu hata huyo mwanaume kwa upande wangu mimi alikuwa amenivutia, kwa hiyo sikufikiria kuwa na mchepuko. Ukufikiria kuwa na mchepuko. Na wakati upo na huyo mume, kuna watu waliokuwa wanakutongoza, yani labda umeenda, labda umepita sokoni peke yako, umefanyaje, kuna wanaume walikuwa wanakutongoza? Ndio, walikuwa wananitongoza, wengine akiniomba namba na hapa namba yake. Na wakikutongoza na wewe, wakati ukiona kwamba mume wako hakuna ambacho anafanya, ulikuwa hauoni kama ni labda utumie kama fursa ya kuridhisha, ya kukidhi haja ya moyo wako? Hapana, niliona nisubiri, huenda ipo siku hatabadilisha mawazo, lakini ilikuwa tofauti. Labda sasa mtazamaji anaweza akawa anajiuliza sababu ilikuwa ni nini mpaka kwa kipindi chote mpaka umeondoka hamjawahi kufanya chochote? Sababu wewe uligundua ni nini? Kiukweli mpaka leo mimi sijui sababu ni nini. Hujui mpaka leo? Ndiyo. Mwingine labda anaweza akajiuliza, haiwezekani ikawa ni mali ambazo anamiliki labda ndizo ambazo zilikuwa zinasababisha hivyo, kwamba labda ni masharti? Wenda tunaweza tukasema ni hivyo, lakini sijajua yani sababu iliyokuwa namfanya awe vile ni nini, sijajua bado.
Miaka mitatu kuishi na mwanaume ni miaka mingi sana, kwa kitu ambacho unaweza ukajua kitu ambacho hakipo sawa. Labda uliwahi kumuona ana viashiria vyovyote vya kishirikina, yani ukaona kuna kitu ambacho hakipo sawa, kuna dalili za ushirikina, au hili ambalo linaendana na ushirikina? Hakuna kiashiria chochote ulichowahi kukiona ukaona kama huyu mme labda ni mchawi, huyu mme ni nini, ndio maana labda hataki tushiriki tendo? Yani kwa tabia zake hata mimi nilikuwa sizielewi, lakini hilo wazo sikuwahi fikiria kabisa. Hujawahi kufikiria? Kwa hata ulivyokuwa labda unakaa kwenye ile nyumba kubwa, hakuna kitu chochote ambacho uliwahi kukiona kikakutishia? Hakuna kitu chochote ambacho kiliwahi kukutishia ukahisi kitu sio yani, ukiacha na yeye kutokuwa na kutaka mapenzi na wewe, kwamba ukaona kitu labda kikakutisha? Wengine wao wanasema sijui wanaona vitu vya kishirikina na nini, kwamba labda mume ni mchawi, ana majini, ana nini. Hakuna chochote ambacho uliwahi kiona? Kuna baadhi ya vyumba tu alikuwa hafungui. Alikuwa hafungui. Kwa mpaka leo ulibahatika kuvifungua hivyo vyumba ukajua kuna nini? Hapana. Hujawahi kufungua. Na yeye alikwambiaje kuhusu hivyo vyumba? Aliniambia siwezi kuingia kwenye chumba ambacho hajaniruhusu. Na wewe ulifuata masharti? Ndio. Ukutaka kumkwaza? Ndio. Ulikuwa unaogopa au ulikuwa unatii amri yake? Nilikuwa natii amri yake, pia nilikuwa na hofu. Ulikuwa na hofu? Wewe ni mwoga sana. Mtazamaji wangu, huyu ni binti, ni mkasa ambao unaweza ukauchukulia poa, lakini ni mkasa ambao umetokea. Najua kuna wengi wana mikasa. Unaweza ukajiuliza mikasa hii tunaipata wapi? Lakini pia wewe kama una kisa na mkasa ambacho kimekutokea katika maisha yako, unahisi kinaweza kikatoa elimu, kikatoa funzo kwa jamii, unaweza comment hapo tukakufuata popote ulipo Tanzania. Ezeronga eze upo hapa Tanzania, tutakufuata popote ulipo, hata kama upo nchi ya jirani. Kutokana na sheria za nchi yako, tunaweza tukaangalia utaratibu pia tukakufuata, tukaja kukufanyia mahojiano kama tunavyomfanyia binti huyu, kwa sababu ni mkasa ambao anataka kushare na wewe, kutoa darasa. Sasa hivi ni muda sasa kama miezi 6 toka umeondoka kwenye ile nyumba, haja kufuata kutaka urudi? Hapana, ila alikuwa kwa mwanzoni alikuwa anipigia simu. Ila kunipigia kwake akiomba nikamfanyie masaji, nikamwambia hiyo kazi mimi sasa nimeacha. Kwa nini umeacha kazi ya masaji na ndo ilo kukutanisha na huyo mwanaume? Nimeona tu niache nitafute kazi nyingine, kwa sababu nikikumbuka naumia. Poteza muda wangu wote kwa upande wake, lakini hajaifikiria chochote. Hivi au huyu mpenzi wako ulionaye sasa hivi amekuzuia kwamba usifanye hiyo kazi ya masaji? Hapana. Hajakuzuia. Kwani kwa sasa hivi sasa umekaa tu nyumbani unasubiri huyo mpenzi wako akuletee, au kuna kitu chochote unachokifanya kinakuingizia pesa? Ndio. Ni kitu ambacho unaweza kukisema au ni cha siri yako mwenyewe, kwamba unaweza kusema labda mtazamaji akakusupport, au ni siri yako wewe? Nafanya tu biashara ndogo ndogo. Biashara ndogo ndogo? Biashara zipi? Na kibanda kangu kadogo dogo, kagenge, mahitaji ya nyumbani. Mahitaji ya nyumbani. Sasa hivi kwenye biashara yako hiyo na ulivyo mzuri hivyo, hawakusumbui? Wananisumbua sana, nitafanyaje? Inabidi niwe na msimamo. Mtu anakuja kununua nyanya za jelo anakupa 10,000, anakuambia change chukua. Hizo zinatokea? Hapana, kwa sababu wanaokuja ni wanawake, labda wanaume. Hivi hakuna wanaume wanaokuja kununua vitu kwako ni kwa sababu tu wamekuona, yani wamekuona vile anakuja kununua, wewe mwenyewe ukimwangalia huyu mtu vitu hana kwa kupeleka, amekuja tu kwa ajili yangu? Hiyo haitokei? Inatokea mara moja moja. Wewe unafanyaje ikitokea moment unajikubali wewe mzuri? Hapana, namshukuru tu Mungu kwa kweli. Kweli. Mtazamaji wangu, tunaendelea kupiga story na binti huyu ambaye unamuona hapo mbele ya kamera. Binti huyu ni binti ambaye anashare mkasa ambao ameachana na mume wake, kisa tu mume huyo hakutaka kuwa anashiriki tendo la ndoa, kitu ambacho aliona binti yeye anakoseshwa haki yake ya kimsingi, kwa sababu ameolewa ili kuongeza familia, kwa sababu hata maandiko yanasema kwamba
Mungu alituamuru enendeni duniani mkazae muongezeke muijaze dunia. Kwa hiyo yeye akaona anakosa chance hiyo. Hivi wakati upo, nikikurudisha sasa, wakati upo kwa yule mume wako ambaye alikuwa hataki kushiriki na wewe, hajawahi kupiga stori za kutamani kuwa na mtoto? Hapana, hajawahi. Hajawahi. Na wewe hujawahi kumgusia hilo swala? Nimewahi kuongea. Yeye ulikuwa ukiongea anasemaje? Yeye ananiambia tu ni vizuri basi, yani hakuna cha maana anachokiongea kiufupi. Na kwa miaka mitatu umekaa naye, najua umejijua vingi. Hivi nataka kujua marafiki zake walikuwa ni watu wa aina gani, au hukubahatika kuwajua marafiki zake? Kwamba nataka kujua wale marafiki zake waliokuwa wamemzunguka walikuwa ni watu wa aina gani? Kiukweli sijawahi kukutana na rafiki yake yote, sijui ana marafiki. Na simu yake ilikuwa labda anaongea sana na watu, yani kwamba simu yake ilikuwa iko busy, au alikuwa yani wewe ulikuwa hujawahi kujua chochote kabisa kuhusu yeye? Mara chache nilikuwa naona simu yake iko busy. Ila kiufupi sijui vitu vingi kuhusu yeye. Kujua vitu vingi. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza ulikuwa una enjoy pesa, baadaye ukaona pesa haina umuhimu. Ndio. Hivi kwenye haya maisha kwamba ina maana kwamba pesa sio kila kitu eti? Pesa sio kila kitu. Una imani kwamba hawa ambao wanakusema wewe kwamba umeacha pesa kisa hivyo, una imani wangevaa nafasi yako wewe, wange give up, wangeondoka kama ulivyofanya wewe, au una imani kuna ambaye angeweza kuvumilia? Sidhani kama kuna mtu angevumilia, ila wangekuwa wao ndo mimi sasa. Wangeelewa nini namaanisha. Kweli. Mtazamaji anasema kwamba wangekuwa wao ambao wanamsema wangeelewa nini anamaanisha. Sasa mimi nataka maoni kwako wewe mtazamaji ambao unatazama. Useme ungekuwa ni wewe, kama ni binti ukomenti hapo, ungekuwa ni wewe, mume wako ana kila kitu, anakupa kila kitu, lakini kasoro tu hataki mshiriki tendo la ndoa, ungeweza kuvumilia? Na ana hela ya kuweza kufanya chochote kile ambacho unataka. Ukitaka vacation Zanzibar, ukitaka kwenda sehemu yoyote ile, unaenda duniani. Labda nini ambacho unaweza ukawaambia wale wote ambao wanakusema wewe vibaya, kwamba wanakuona umechanganyikiwa, wanakuona huna akili, umekimbia pesa nyingi, umekuja kwenye genge kisa tu unakosa kupewa haki ya tendo la ndoa? Una neno gani la kuambia watu kama hao? Nachoambia ndugu zangu, pesa sio kila kitu kwenye maisha. Amani ya moyo ndio kila kitu. Unaweza ukawa na pesa, una kila kitu, ila ukikosa tu amani. Sawa. Na labda nikikurudisha wakati unaachana na huyo mwanaume, yani umesema enough is enough, kwamba hapa nilipofika ndio mwisho, ulimwambia, yani ilikuwaje? Nataka kujua hiyo scenario ilikuwaje. Ulimwambia, uliondoka tu bila taarifa, ilikuwaje? Kwamba wakati sasa unasema basi nimechoka, siwezi kuishi hapa, kwamba ulimwambia, ulitoroka, ilikuwaje?